tunazidi kusonga mbele na tunaendelea kupambana ili kupata elimu iliyo bora, tupate msingi mzuri katika gita la solo. Na leo tutaenda tena kujifunza vitu kidogo sana, viendelee kutupa mwanga na nguvu zaidi. Tumeanzia hapa, mshiko wetu ni C shape, E shape ya kwanza, E shape ya pili, tunakuja mpaka hapa kwenye A shape. Kwa hiyo tumeanzia hapa ambaye ni hapa, tumeanzia sawa. Hapa tukishika A shape tunakuja kushika nyuzi mbili hapa kwenye A shape, tunashika nyuzi mbili, uzi wa kwanza na pili, alafu tunapiga unaanzia hapa uruki, unakuja hapo unaruka tena, alafu tena uruki, unakuja hapa kwenye C shape. Kwaona sawa, kwa sawa, sawa, kwa unalaza kidole, unapiga uzi wa pili na watatu, hapa zote unacheza uzi wa pili na watatu. Unamalizia mpaka uzi wa nne. Kwa unaanza sawa, kwa alafu rahisi sana. Unashika tu hapa C shape, unashika tu hapa, alafu unakuja, unaona, unakuja mpaka hapa kwenye hii doti. Sawa, yaani rahisi sana. Kwa sawa, kwa hiyo inaenda tu hivyo. Kwa hiyo ukishika tu C shape hapo, unakuja mpaka hapa kwenye dot, unashika hivi, kwa unafanya
la solo 1 ni rahisi sana iwapo tutaelewa kuna C shape, kuna E shape, alafu kuna A shape. Na hii ndio mishiko mama tu nimekuwa nikilizungumzia hili swala ili kukuweka vizuri uelewe msingi. Hii ndio tu mishiko mama ambayo ni C shape, E shape pamoja na A shape. Ukielewa hii na ukaiendea kwa matumizi sahihi ya kucheza zaidi rhythm, utakuwa mpiga solo mzuri sana. Kwa hiyo ukielewa hii mishiko ni rahisi sana, utafanya gita poa sana. Sawa, yaani ni wewe tu uelewe kwamba kuna C shape, kuna E shape pamoja na A shape. Matumizi yake ni kufanya rhythm sana. Ukifanya rhythm sana, yaani utakuwa ni mpigaji mpoa sana. Kwa hiyo fanya rhythm sana. Yaani hivi vitu vyote hivi ninavyopiga vyote vinaletwa na hii mishiko. Kwa mfano ukishika hapa ni tuko kwenye A shape. Hapa tuko kwenye E shape ya pili. Hapa tuko kwenye E shape ya kwanza. Tunakuja kwenye C shape. Unaona? Tunakuja kwenye C shape. Ni rahisi sana, ni simple sana, ni simple. Kitu kingine ambacho ni cha msingi ambacho ni cha maana zaidi unapokuwa unajifunza gita, jitahidi kutenga muda mrefu wa kufanya mazoezi. Kufanya muda mrefu mazoezi kunaleta nguvu sana. Kunaleta nguvu sana, kunaleta energy sana ya wewe kuendelea kupanda zaidi kimuziki na kuendelea, yani unaendelea kukua kimuziki. Kwa hiyo fanya mazoezi sana. Fanya mazoezi sana. Angalau kwa siku moja. Yaani ukifanya mazoezi sana kwa chini fanya masaa 3. Yaani ukipata muda mzuri fanya kuanzia masaa 3 na kuendelea. Utaona mambo makubwa sana kwenye muziki. Na muziki wako utakuwa mzuri sana na utaenda sana. Lakini kama unagusa tu dakika 10, dakika 20, hiyo sio mazoezi. Ni kama tu ulikuwa unaliangalia gita kama ni lizima au la. Kwa sababu kuanzia dakika ya kwanza mpaka lisaa lizima hiyo ni kutuni gita pamoja na kujiweka sawa. Kwa zoezi linaanzia pale kwenye lisaa la pili na kuendelea. So tupambane sana. Tukipambana sana matokeo yatakuwa mazuri sana. Tukiwa wazembe sana vivyo hivyo matokeo yatakuwa mabaya sana. Kwa hiyo tupambane tu, hata tusichoke. Ni kweli kuna mambo yanachosha, lakini sasa hatuna namna. Fanya sana zoezi.
fanya sana zoezi. Ndicho tu kitu ambacho cha msingi ambacho nitakwambia. Kwa upenda sana zoezi. Ukipenda sana zoezi utafanya mambo makubwa, mambo mazuri. Yaani mambo yale ambayo ukifanya wewe mwenyewe unaelewa. So Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Tuko pamoja sana.